Maisha yana changamoto nyingi, lakini sio kila changamoto unapaswa kuzipitia ili ujifunze. Wakati mwingine unaweza kujiepusha na matatizo makubwa kwa kujenga tabia nzuri mapema. Usisubiri maisha ya kufundisha kwa gharama kubwa, wakati unaweza kujifunza mapema kwa gharama ndogo. Jambo la kwanza ni kujifunza kila siku. Kujifunza kila siku ni kujipa nafasi ya kuwa bora kuliko ulivyokuwa jana. Jifunze kuhusu fedha, mawasiliano, teknolojia, biashara, mahusiano, mawasiliano, kazi na namna ya kujitawala. Unapojifunza mara kwa mara, unaanza kuona fursa ambazo ulikuwa hujaziona. Unapojifunza itakusaidia kufanya maamuzi kwa kutumia uelewa. Mtu asiyejifunza anaweza kuamini kila kitu anachokisikia, kuiga kila kitu anachokiona na kuingia kwenye jambo ambalo halielewi. Maarifa yanakupa uwezo wa kusimama mwenyewe badala ya kutegemea maoni ya kila mtu. Jenga utaratibu wa kujifunza kila siku kitu kipya. Unaweza kutumia dakika 30 kusoma kitabu, kujifunza ujuzi wenye thamani au kuzungumza na mtu mwenye uzoefu. Jambo la pili ni kusoma kitabu. Kitabu kizuri kinaweza kukufikisha kwenye mawazo ambayo mwandishi alitumia miaka mingi kuyapata. Unaposoma kitabu haupati tu taarifa, kwa sababu unaingia kwenye fikra za mtu mwingine na kujifunza kutokana na mafanikio yake, kushindwa kwake, makosa yake na uzoefu wake bila kulipa gharama ambayo yeye mwenyewe aliilipa kupata hayo mafanikio kutokana na makosa aliyoyafanya. Kusoma vitabu kunaweza kukusaidia kupunguza baadhi ya makosa ambayo ungeweza kuyafanya kwa sababu ya kutokuwa na maarifa. Lengo ni kutumia maarifa unayoyapata kuboresha maisha yako. Kama unataka kujenga utamaduni wa kusoma, anza kusoma kitabu kwa dakika chache. Inaweza kuwa ni dakika 30 hadi 60. Hizi dakika zinafaa sana kujenga tabia ya kupenda kusoma kitabu. Lakini pia unaweza kusoma kurasa chache kila siku, kuanzia kurasa 5 hadi 10. Chagua vitabu vinavyohusiana na mtu unayetaka kuwa, na baada ya miezi kadhaa utaanza kuona fikra zako zimeanza kupanuka na unaanza kuona maisha kwa mtazamo tofauti. Kitabu kimoja kinaweza kukupa wazo ambalo litabadilisha mwelekeo wa maisha yako. Jambo la tatu ni kuweka akiba. Akiba ni kujifunza kutenganisha kile unachokipata leo na kile unachokihitaji kesho. Watu wengi wanapata pesa, lakini wanafikiria kwanza, nitanunua nini? Mtu mwenye nidhamu ya fedha huwa lazima atajiuliza, niweke kiasi gani kama akiba yangu ya kesho? Usitumie kila pesa unayoipata bila kuweka akiba. Akiba itakusaidia unapopata changamoto au unapopata dharura. Unaweza kuweka asilimia fulani ya kila kipato ambacho unakipata kabla hujaanza kufanya matumizi mengine. Jambo la 4 ni kuwekeza. Usiwekeze kwa sababu umeona mtu mwingine anapata faida. Jifunze kwanza aina ya uwekezaji, namna unavyopata faida, riski zake, muda wa uwekezaji na masharti yake pia. Uwekezaji mzuri huwa unaanza na uelewa, sio tamaa ya kupata pesa kwa haraka. Kosa ambalo watu wengi huwa wanalifanya ni kukimbilia faida kubwa bila kuelewa riski iliyopo kwenye huo uwekezaji. Unaweza kuanza kufanya uwekezaji kwa kujifunza. Elewa tofauti kati ya uwekezaji wa muda mfupi na uwekezaji wa muda mrefu, hasara na faida, na umuhimu wa kugawa uwekezaji kwenye maeneo mbalimbali. Usifikirie namna ya kupata pesa, jifunze namna ya kufanya pesa ulionayo iwe mashine ya kujenga maisha yako ya baadaye. Jambo la 5 ni kufanya biashara. Watu hawakupi pesa kwa sababu unahitaji pesa, wanakupa pesa kwa sababu unawapa thamani au suluhisho la changamoto walizonazo. Biashara ni mfumo wa kutatua changamoto za watu kwa njia yenye faida. Unapoingia kwenye dunia ya biashara, kitu cha kwanza jiulize, nani atanunua bidhaa zako? Kwa nini anunue hizo bidhaa? Utapata faida kiasi gani? Utatumia gharama zipi kuendesha hiyo biashara? Na utapataje wateja? Kama biashara yako ni ndogo, usione aibu kuanza. Anza na kile unachoweza kukisimamia vizuri na kukiendesha kwa muda mrefu. Usikimbilie kupanua biashara kabla hujaelewa mfumo unaokufanya upate faida. Biashara nzuri huwa inajengwa kwa nidhamu, kwa kufanya utafiti
kujitafiti, kwa kutoa huduma bora na kwa kuwa mvumilivu. Usitafute biashara inayokufanya uonekane mkubwa. Tafuta biashara inayokufanya uwe na uwezo wa kukua kwa muda mrefu. Kinachobadilisha maisha ni kurudia mambo sahihi kwa muda mrefu. Usijenge maisha kwa kutegemea bahati. Jenga uwezo, jenga maarifa, jenga nidhamu ya fedha na jenga vyanzo vya mapato vinavyotoa thamani. Huenda usione matokeo makubwa leo, lakini maamuzi madogo unayoyafanya kila siku yanaweza kuamua maisha ambayo utaishi miaka ijayo.